Nyasaye erokamano. Twamshukuru Mungu Nyasaye wa mosigi kodwa nyakaka. Mungu wetu ambaye ametufikisha umbali huu. Omeyo waneno dichieng makawuono jothurwa. Hivyo tumeona siku ya leo wenzangu. Wapako Nyasaye ahinyane mano. Twashukuru Mungu sana. Ovo yie kodwa kendo omeyo dichieng makawuono. Ametukubalia na ametupa leo. Kendo omeyo waneno tarik mane ukwang'eyo ne wanane. Na ametuwezesha kuona tarehe ambayo chopo idwe mane ukwapani wanyalo chopo Tumefikia mwezi ambao tusingedhani tungefikia kwa mwana mari Nyasaye, kwa neema ya Mungu geber maber gokodwa jodala na wema wake kwetu omiyo wachopo kawuono. Ametufanya tumefika leo. Wacho nunyoro niliwaambia jana ni giteko ni okenyal yudo michopo kawuono. Pata kufika leo hii okenyalre michopo kawuono. Uwezo wako hauwezi kuchopo kawuono nyathi Nyasaye. Ukiona umefika leo mwana wa Mungu ni Nyasaye muiye. Umefika maana Mungu hivyo basi tumfurahia Mungu wetu ambaye ametufikisha umbali huu. Nanyi pia tuwafurahie, kuacha shughuli zenu muweze kuja. Kuacha kazi mtu aje si jambo rahisi. Nilisikia mmoja akimuuliza Yesu. Akamuuliza Yesu. Siku moja akamuuliza Yesu kwa 19:17 inasema. Mathayo 19:17 inasemaje? Soma naye usiepa. Hebu soma rafiki yangu. Mathayo pale kwa chiko pale kabiri benia moma. 19:17 Mathayo. Mathayo yudo tek. Wewe hadi ajiturwa. Mathayo no seri uchore Mungu josomo. Mathayo ilifutika katika Biblia za wasomi. Airo kamano. Asante. Yale bari bago chiko. Kama tayo nyalo yudore. Bago chiko mag jowa gi ruchore. Biblos manya sai wachonia. Biblos manya apago chiko West Prario. Gabire wadhi. 17 tusoma twende. Wachonia. Wachona ngo. Eka Petro no wachoneni. Petro no penjo Yesu ne ya. Petro akamuuliza Yesu kuwa to wan waseweyo gik moko duto mondo waluwi. Wan waseweyo gik moko te manyo watimo mondo wabwalem. Nasi ambao tumeacha vyote ili tuweze kuabudu. Koro wabiro yuda. Basi tunapata nini? Petro no penjo Yesu kama. Hilo swali Petro alimuuliza Yesu. Kwamba nasi tumeacha shughuli zetu zote. Tumekuja maana ulituita tuje tukuabudu. Sasa hebu tujulishe kila katika ibada hii tutapata nini? Maana kila ambacho tulikuwa tukifanya tungepata kitu. Ningeenda sokoni nikitoka pekee na viazi. Ningepata kitunguu mena ama kitu. Tukija tukae tu jinsi tukiomba. Tuambie tutafaidika aje. Soma kuacha kumwambia. Hebu soma tumsome. Aliwaambia wanapata nini? Anasemaje? Wachane. Anasemaje? Eka Petro no wachani. To wan waseyo gik moko duto mondo waluwi. Koro wabiro ayudo ang'o? Maler. Wadi kusorumo gi kanyo ya jowa. Yesu nokonegi niya. Yesu kodwoke belongo niya. Yesu akamjibu wazi kuwa adiera wachono ni un muselowani. Adiera wachono ni muwe gige ubiro lowani. Amini na nawaambia ninyi ambao mwache shughuli zenu kunifuata. Chieng' chwech manyien. Ka wuod dhano obet e kom duongne, to un bende unubed e kombe mang'ado bura 12. Magang'o? Kung'ado bura ni dhoudi 12 mag Israel. Akaeto kendo ng'ato ka ng'ato moseweyo udi, kata owetene, kata nyiminene, kata wuon, kata min, kata nyithinde, kata lope, nikech noyud gigo nyadi 100. Ka achiel gi ngima mochwere bende. Sikiza neno. Wale gima jawar okone Petro. Hilo neno Mwokozi alimwambia. Akamwambia hapa kuna faida. Sikiza yale ambayo yanahesabiwa kama faida. Umefanya biashara lakini utaweza kuipata. Vile vimehesabiwa hapa. Umefanya biashara mno. Unaweka pesa kila wakati usiku kucha. Na vile vimehesabika hapa utapata na kuambia. Vitu hivi utaweza kuipata. Hebu vihesabike tena. Umeng'ang'ania kwambia chamba hilo utawacha hapa. Hebu soma kila ambacho kinapatikana pale. Hebu soma rafiki yangu. Unang'o. Kendo ng'ato ka ng'ato moseweyo udi, kata owetene, kata nyiminene, kata wuon, kata min, kata nyithinde, kata lope,
nikech no yudi gigo nyadimia. No yudi gigo nyadimia chiao. Atapata mara 100. Yini setaguri diseyo dango. Wewe umeteseka umepata nini? Kakoro zote magoni ulioni kifundi aliye chulo tano. Kama mlango unafungua kwa mbili umeshindwa kulipa tu. Doberini ibiro menyo. Na umekuja kutafuta. Na nyumba tu umeshindwa kulipa. Sasa ikoje? Jowadwa hiki ambacho tumekujia kuna faida. Ina faida siku ngapi? Hivyo ndivyo ilivyo. Na manyo wanige bungu. Nimefurahia kuona rafiki yangu Mchungaji Enoko, simama chungane usiepa Morko dia. Simama rafiki yangu na kufurahia sana mzee. Hebu salimia mkutano huu. Irokamano sana. Irokamano. Jadolo na morga hinya. Mchungaji huyo na mfurahia bungu kama Morko tulikuwa naye msitu mwingine tukifika mahali. Tekereka kachalo. Niliona uwezo wake jinsi ulivyo. Mungu akubariki. Akuzidishie sifa. Asante Mungu. Tumefurahia mtumishi wa Mungu ambaye ametuelekeza katika mambo mazuri ya kuongoza maandiko. Niliwaambia wenzangu kwamba maandiko yanachunguzwa. Sababu ya watu kupotea wakati wana ambayo watu wamepotea katika ibada. Hata katika ibada. Ni kwa sababu ya kutafuta maandiko. Ndio maana watu tungalitafuta maandiko. Tungemwabudu Mungu jinsi anavyotaka. Sikudanganya. Na inaandikwa kuwa. Hebu fungua Yohana 4. Aya 23. Hebu soma mtumishi wa Mungu. Owachonie. Okona ngoja tiasai. Adire wachunu ni ngama owinjo wachna. Mane Yohana 4. Hiyo ni Yohana 4. Wetero gadek. Breu gadek wachonia. Nango. Mondo ji duto mi wuowi duong. Dia kero gangwen piyo mondo wadhi. Shukesh na 4 haraka. Adire wachunu ni ngama owinjo wachna. Miyo yie kuom jal mano nigi ngima manyaka chieng. Ng'ato mano ne kero gangwen. Mane Yohana 4 kero gangwen ma. Yohana 4 hiyo kweli. Wachonia. Je, hiyo kweli? Nyasaye ni roho. Nyasaye ni roho. Mungu ni roho. Jakana maber. Wachonia. Nyasaye ni roho. Kendo joma lame nyaka lame mana roho dwaro. Somewes. Kendo gi adiera. Somwa. To dhako no wachone ni ya. Ang'eyo Dogema ne pero gadek malu. Kendo gadek wachoni na siku yaja. Kendo sasa mnachopo. Na inaweza kufika. Bajo lemo maradi. Biro lame wuoro. Watamwabudu Baba katika roho na katika kweli. Dekejoma kama. Maana watu kama hao. Mondo betio. Yesu royalo ne mama ni do yao. Yesu alimhubiria mama huyu akisema. Akamwambia hata nasi tunaabudu. Matale Yesu kamano. Akamkaukia Yesu. Yesu akamwambia je, wasikia? Je, mnaabudu? Pengine hamwabudu jinsi roho inavyotaka. Hebu sikiza neno. Sikiza hilo jambo. Uende kama mnaabudu ile njia ambayo roho haitaki. Ndio sababu watu wengine wameomba bila jibu. Isaya 1:15 inasemaje? Imeandikwaje? Isaya 1:15. Achiela paga bicho achiela. Wacho na ngoja sasa. Inasemaje mwana wa Mungu? Bende ka utingo bede umalo kulemo. Bende kutingo bede umalo kulemo. Mkinua mikono yenu kuomba. Tabiru umo wanga. Nitafunika macho yenu. Nisije nikawaona. Kakada ulemo machalna. Hata mkiomba jinsi gani? Sikiza kile ambacho Yesu anasema. Sikiza jambo hilo rafiki. Mungu yasema kuna mambo ambayo siyasikizi. Hata siyategei masikio. Hata ukilia jinsi gani. Mungu anaona hii ni nini? Huyu ni nani wa nani? Ni ngumu siku zaja ambazo watu wataabudu Mungu njia ambayo roho anahitaji. Chunguza maandiko ili waabudu Mungu njia ambayo roho anahitaji. Ndio sababu wengine wakasema kwamba nimeabudu tu miaka. Na mwingine anakwambia unasikia rafiki yangu, Mungu anasaidiwa. Mungu anasaidiwa, ondoka.
kusaidia. Mtu anahubiria mwenzako Mungu anapewa msaada. Ameabudu Mungu maana ameabudu miaka mingi na anaondoka kwenda kutafuta jinsi ya kusaidia Mungu. Ounda kusaidia Mungu katika maandiko tupate. Hebu tutafute tupate kama iko. Ariyo wetero gariyo so 2:22 tuone Mungu anayosaidiwa. Somane Ayubu somane, hebu soma. Ukaona inasemaje? Ayubu nango tek but saburika yudo tek mokibi yudo. Ayubu kupata ni ngumu, karibu na Zaburi tu hapo, lakini ilikuwa sama keseno ngani Ayubu soma witagu nikiweje watu Ayubu. Hata wacha Ariyo gariyo tena soma. Mimi nimesoma 2:22 nasema yaweza soma yote. Ariyo gariyo wesa Ariyo unge 22 aya ya 2 aya ya pili hakuna. Ariyo gariyo wesa Ariyo wacho ni. Wesa Ariyo kona ngo. Aya ya pili yasema. Nyalo konyo Nyasaye adier. Lakini wane? Nyasaye adier. Katada bende ni oriek manadi. Ukivi. Si unasikia kwamba Mungu anasaidiwa. Hebu sikia jambo hilo. Jadoro vijana wacha. Mhubiri hebu sikia jambo hilo. Kama mtu anaondoka anaelekeza kwa mganga kwa Mungu anasaidiwa. Anaelekeza kwa Mungu anaenda kumsaidia Mungu. Hebu sikia jambo hilo. Hebu rudia jambo hilo. Bende dhano nyalo konyo Nyasaye. Je, mtu anaweza kumsaidia Mungu? Hata angalikuwa mwerevu jinsi gani unaweza ukamsaidia? Wewe kama ni kuenda kwa mganga nenda, sio kwamba unasaidia. Usiende kwa jina la Mungu, nenda kwenda kwako. Usiende kwa jina la Mungu. Sikia kila ambacho kinaandikwa. Haya ni maneno ya Mungu yameandikwa katika Biblia. Wacha tuseme namuomba bali hanijibu. Kisha uache jinsi Saulo alivyoacha. Sauli alimwacha Mungu. Aliomba tu akaona hana jibu kisha akasema nikuacha. Hebu soma hali alimwacha Mungu. Hebu soma. Kumbukumbu mambo ya Nyakati. Nyakati ya kwanza 10:10. Inasemaje? Saulo notho nikech noweyo Ruoth Nyasaye. Kama Saulo notho nikech Sauli alikufa kwa sababu alimwacha Mungu. Rito chik Ruoth Nyasaye. Ruoth Nyasaye na badala ya kumuuliza Mungu neno kendo kar penjo Ruoth Nyasaye to nodhi mana ir ajuok nyaka londo. Alimwacha Mungu akaenda kwa mganga. Tenda jinsi maombi yako hayataingia, nimekuambia wazi. Chunguza maandiko. Maana maandiko yasema Wakorintho hebu leta tuongezee hapo. Wakorintho wa kwanza 4:6. Hebu niende mahali naye. Soma mtumishi wa Mungu imeandikwaje? Angwena uchiel wacho. 4:6 nasemaje? Aketo weche giduto kuoma. Nimeweka yote kwangu. Kaka ranyisi mondo puonj. Kama ishara kwa Mithali isemayo hii ndio shida walio nayo watu. Watu wamekataa kuchunguza maandiko wakaacha wametumbukia kwenye shimo. Sikia jambo hilo. Neno wa kusikia sikia. Sababu ya watu kuwa na tatizo, sababu ya watu kutembea wakinena peke yao, si mwenda wazimu anayokota vitu, ni kwa sababu wameacha maandiko. Ni kwa sababu tumeacha Biblia. Chunguzeni maandiko. Watu wameacha Biblia. Mtumishi wa Mungu, Mungu akuzidishie siku kwa mambo haya. Tuombe. Wasego liero kamano Nyasaye mangima. Ikelo nwa weche ni pao ni jaduong. Igomba ni mondo wanono muma jatitiyo se nono kodwa. Mondo wang'ene to kare. Onegore mo wasetemo tok nyalre. Mwaweyo mwadoke gik mamoko mag piny. Mabe poko konyo. Wamor kodi ikelo wach malonge pauni mondo kiseye tivi jatichni mondo wanon mondo wang'eni to kare onego lami nang'o mondo waiduoko kuomi nikech lemo te manyale onge gima chielo mabiro nyalo pinyni lemo kende wuora lemo manyalo satan onge gima chielo tekono bed kodwa wadhi nyime gi jatichni mewaro ho mondo ti kodwa tekono bed kodwa chokruok ma Isayo wa en Kristo ma jawar. Amen. Ruoth Nyasaye manochako kende Bwana Mungu anzisha ndoa. Kendo kodwa yoma. Kwa hivyo katika ndoa hataki upuzi. Mungu hataki upuzi.
hicho ni kitu chake alichokianzisha yeye. Akipata unakicheza, Mungu atakukabiliana nawe hilo ndilo Mungu amesema. Yeye ndiye mwanzilishi wa ndoa. Ndoa si yako. Ndoa ni ya Mungu. Mungu ndiye aliyeanzisha. Kwa hivyo hataki mtu anayeleta upuzi. Amekataa upuzi. Je, wasikia Bwana 18 Mwanzo, soma twende. 2:18 Mwanzo. Ruoth Nyasaye nowacho niya, ok ber ka dhano bet kende, omiyo abiro miye ng'ama konye. Kuom mano mochweyo Ruoth Nyasaye nowacho niya, ok ber ka dhano bet kende, omiyo abiro miye ng'ama konye. Kuom mano nokawo lowo mochweyo gole ma e thim kod winy duto mi nokelogi ni dhano mondo ochak gi nying. Kendo nying mane dhano omiyogi moro ka moro ema nobedo nyingi. Kamano Adam nomiyo jamni gi le ma e thim duto nyinggi, to ne pod onge ng'ama konye kata kode. Kuom mano Ruoth Nyasaye nomiyo nindo matut Nyasaye nogolo ng'etne achiel mi nochako odino kama nogoloe ng'edno. Eka noloso dhako gi ng'edno mokele ir Adam. Mi Adam nowacho niya, mae ringruok moa kuom ringra. Biro luonge ni dhako nikech noa kuom dhano. Yehova amemaliza kunena. Ndivyo alivyoanzisha wenzangu. Alipoanzisha ilikuwa ni vyema hata kwa wale ambao walianzishiwa. Ilifurahisha mwanamume ajabu. Iliwafurahisha watu hao nyumba hii ilipoanzishwa. Ilikuwa ni maisha yaliyomema. Hakukuwa na upuzi hata. Yehova anakataa na yaharibu kila ambacho alikianzisha. Imeandikwa Ezekiel 16:38 katika tafsiri ya awali. Tafsiri ya awali unayo? Game. Akil machon kati. Hai. Beti kam, maron tieka. Ayude. Okay. Hai, soma nenga sasa. Hebu soma mtumishi wa Mungu. Awacha pale kaucho 16:38 Ezekiel. Wasoma mwade. Owacho nango. Parga uchiel 38 wacho ni. Wacho nango Nyasaye. Kendo mondo gineni mano e aparga uchiel 38. Hiyo ni 16:38 Ezekiel aparga uchiel 38. Ema wacho kamano. Eloko macho. Emano. Owacho nango. Kendo anang'ad nigi bura. Tok mane gi madwar tije soma ngo kendo. Koro chaka ne mnisoma. Hebu soma tena. Soma nenga sasa. Kendo anang'ad nigi bura. Kendo anang'ad nigi bura. Nami nitawahukumu. Bura maketho kendo. Ndio kanyo. Rudia. Kendo anang'ad nigi bura. Anang'ad nigi bura. Nitawahukumu. Ni mon bura. Kake ng'ado ne mon bura. Ketho kendo. Mano. Yodwa Nyasaye koro kete bura. Mungu sasa ameweka hukumu. Hataki upuzi. Hataki anayeharibu. Wijigindo. Sikiza jambo hili. Hukumu inayoelekeza wanandoa wote. Wale ambao kabisa kwa ndoa wote. Jiandaeni. Ochomi makati dage. Itabidi hata ukatae. Utalijibu swali. Heri ungeanza mapema uachane naye. Hukumu ipo wana wa Mungu, sikudanganya. Kuna hukumu katika ndoa. Hata uanze mapema uinue mikono uachane naye. Kama ni tingbadi mali. Tulicheza dance ikiimbwa kama inua mikono juu. Niwe kete mnaka. Inaimba weka tu hapa. Tingbadi malo. Ngeu. Malo tumbani wa miana. Hiyo ni dance ambayo tulicheza. Tingbadi malo kakendo ewi. Inua mikono yako kama ndoa imekuzidi mwana wa Mungu. Hukumu ipo kwenye ndoa. Hebu rudia aya hiyo mbele. Usipa koni ni ha. Rafiki yangu nakwambia. Hukumu kwa wanandoa wote wana hukumu. Maana watu wameharibu ndoa jinsi Mungu alivyoweka. Hebu soma aya nasema. Kendo anang'ad nigi bura. Nami nitawahukumu. Bura maketho kendo. Bas, dhako mora moketho kendo buro chomi. Mwanamke yote ambaye ameharibu ndoa ana hukumu. Dhako maketho kendo buro chomi. Mwanamke anayeharibu ndoa dichuo maketho kendo buro chomi. Mwanaume hukumu inakukabili. Kende Nyasaye manochaka. Maana ndoa ni Mungu aliyeanzisha.
Si kitu chako bali ni cha Mungu. Ndoa ni ya Yehova Mungu. Yeyote ambaye anaigusa na upusi, je, una hukumu? Tunza ndoa yako, usiharibu ndoa. Waebrania 13:4. Tafsiri ya sasa. Inasemaje? 13 aya ya 4. Waebrania inasemaje? Owachonia. Ukona ngoja tukasaye. Jiruto mondo kwan kende kagima duong. Itatete mondo kwan kende kagima duong. Kendo ndoa na heshimiwe. Kendo singruok ma joma okendo singorego nyaka rit matek. Nikech Nyasaye nokum joma terore. Kamano. Bende gin yawuoyi gi nyiri. Kata chuo gi mon. Omaki. Bura nitie, kum nitie. Hukumu ipo. Yeyote ambaye anaharibu mwana wa Mungu. Rafiki yangu usiharibu ndoa kwa kelele. Usilete kelele ndani ya ndoa. Ndoa haihitaji kelele. Utaharibu ndoa, sikudanganya mwana wa Mungu. Ndoa haihitaji kelele. Inahitaji amani. Utaharibu ndoa. Usiharibu ndoa kwa ulevi. Pombe itaharibu ndoa. Rafiki, pombe itafanya mke akuache. Pombe unaona inafukuza bibi. Wakati ulipo wana wa Mungu, pombe ufukuza bibi. Pikia msichana wa wenyewe kila wakati. Unaanza kumtapikia. Nawaambia, unapokunywa unakunywa peke. Alafu unakunywa na kelele. Enda. Anaangalia, anasema si kuja kupikia pombe, ni kuja mwanamume. Haleluya. Mwanamke atakwenda. Mmoja anasema vyema. Na waro malichi ndio moni kongo kasara. Waro malichi ndio moni kongo nitira. Yemo tiega. Waro malichi nika kongo mia yanyo mama. Na waro malichi nika kongo mia pado baba. Waro malichi nika kongo mia ulayoya. Waro malichi ndio moni kongo kasara. Omodo wacho. Omondi kwamba mke anaenda, nawaambia usiharibu ndoa. Mungu hahitaji ndoa iharibike. Je, wajua andiko Wakorintho wa kwanza 10 aya ya 7 na 7 aya ya 10. Wakorintho wa kwanza. Wesaparo wacho. Wesaparo kuna no. To agolo chik kuom joma okendo. Agolo chik kuom joma okendo. Amina. Joma okendi. Na wale ambao bali ya Mungu samayo. Nini imeandikwa na Mungu? Mwanamke asiye kendo ni chuo bende okonego riem chiege. Jinsi ndivyo imeandikwa. Ndivyo imeandikwa dada yangu. Kama imekushika tulia. Ndoa haigusi na haiachii. Wacha baadhi ya wale ambao wanaishi peke yao. Wanavaa sketi rope. Call me ready. Anatangaza niite mimi niko tayari. Lakini mke wenyewe hawezi akaitwa. Ukisikia ndoa imekuzidi, basi sketi fupi ambayo wenzako wanaishi wanavaa. Wale ambao wamekataa kuolewa. Sasa jioni nyingine ya ndoka bisikuli. Obiamini ngeke pake ngao. Akia. Sijui inaitwaje. Topale ni bado hapo. Sijui nilikuwa nahitaji useme. Wewe kingine, wewe tena ndoa. Wewe kuna msichana ambaye anaenda kutafuta naume. Ikifika jioni uvae sketi ndogo. Uzunguke. Utapata naye kuita, utakosa. Tokendo tu. Bali ndoa haichezi. Kusekendi ongea makoni. Ukishaoa kuna mtu ambaye anakuita tena. Nakatingane ya. Maana wajua Wakorintho 7 kuna mwe loko machongo 34 ya. Tafsiri wale na sema. Wacha ngona kasai soma. Wakorintho kwa ngabiri wewe kuna mwe loko machongo 7:34 Wakorintho wa kwanza tafsiri ya wali. Abirio pradega mwen wachoni. Wacha ngona kasai. Pogruok kinde dhako gi nyako. Chakana maber bet. Nitie pogruok kinde dhako gi nyako. Maana gimode nitie pogruok. Hiyo ndivyo imeandikwa. Kuna tofauti kati ya mwanamume na mwanamke aliyeolewa. Mwanamke aliyeolewa ni mke wa mtu. Mwanamke aliyeolewa ni mke wa mtu. Abiria na wende
7:39 imeandikwa. Kelanya wewe sino. Soma hiyo aya. Wakorintho wa kwanza 7:39. Som. Pradego chiko wacho ni. Pradego chiko kona. Chiko chuyo dhako ndalo duto machuore ngima. We. Maana kaka. Ndipo kuna tofauti kati ya mke aliyeolewa na mwanamwali. Mwanamke aliyeolewa na sheria kwa mume wake usiharibu ndoa. Usiharibu ndoa mwana wa Mungu. Mwanamke aliyeolewa ako chini ya amri. Mwanaume aliyeolewa ako chini ya amri. Ndivyo limeandikwa. Sababu ya Mungu kutudanganya. Hamna tofauti kati ya aliyeolewa na asiyeolewa. Anachezesha shingo yako na mume ukiona utachanga. Hakuna mwanamke ambaye ni mke wa mtu. Hakuna mwanamume ambaye ni mume wa wanawake. Mwanamume anakuwa ni mume wa mke. Ni Mungu ndiye anasema haya. Kwa mwanamume anakuwa ni mume wa mke. Katika ulimwengu wetu wa Mungu, wanaume wamekuwa ni waume wa wake wengi. Haijawahi kuwa hivyo kwa Mungu. Imefanya Mungu amekasirika Mungu. Usiharibu ndoa mwana Mungu hataki kuharibu ndoa. Hebu ni kwa wengine waliotaka kuiharibu. Mwanzo 31. Aya ya 5. Sikia kila mtu mzee aliambia kijana mkwe wake. Nimesema mwanzo ngapi? 31. Aya. West Beach. Ema wapi? Haya 50. Losomwa. Hebu soma. Wachonia. Milaba no wacho Yakobo. Laba noko leore lea. Labani akamwambia mkwewe kuwa ne pidhni yome Beach baadaye. Beach wachonia. Kona. Kata kichando nyiga. Beti chungane malo, isoma na maber. Ijasoma maber kabisa. Hebu simama ukasome vizuri. Soma na matasai. Beach wachonia. Beach kode ya. Kata kichando nyiga. Kata kupo na yudi kichando nyiga. Nikikupata unatesa wa binti zangu. Ndio kata ichako imedo mon. Ero. Kuom nyiga. Ero. Onge ng'ato man kodwa. Ade somloko majien. Soma katika tafsiri ya sasa. Wachonia. Ukona. Laban nomedo wachonia. Labani akamwambia mkwewe kuwa kapo ni tako nyiga. Nimekupatia wasichana wawili. Kama nikupatie. Kama kai kindo mwalimu ndo aonge ya neno. The most. Nenda tu pole mwana wa Mungu. Biblia haisome kama gazeti. Ni tofauti na gazeti. Laban okoleore. Labani akamwambia mkwewe. Amempa wasichana wawili. Lea na nani? Lea na nani? Ndio yuko. Akisha kumpatia wasichana wawili. Akamwambia rafiki yangu nimekupatia wasichana wawili. Najua wanaume wanajua kuharibu ndoa. Sasa nakuonya mwanzo. Akamwambia mtumishi wa Mungu, hebu soma. Amemwambiaje? Wachonia. Kapo ni tako nyiga. Malaya kabisa. Kata kai kendo mon moko maonge janeno. Somewhere. To ng'ini Nyasaye e janeno e kindwa kodi. Soma ng'at Nyasaye. Eka no dhi nyime ko wacho ni Yakobo niya. Ne amo. Ne pith kite ma asechoko. Kite ma ketogi. Kod siro ma asechungo e kindwa. Pidhni. Kod siro ni. Mondo obedi ka joneno ni ok nakadh pidhni mondo amonji nabiro monji na mara ere kakidagi nyiga ne tago nyiga ok nabidala nabiro yalo osamo owacho to in bende ok nikadh pidhni to in bende ok adwari dala na kata siro ni diluwa ba ni biro yali mondi moja. Je, umesikia? Je, umesikia? Amemwambia nimekupa wake. Mzee amemwambia mkwewe kwa sitaki ndoa ya holela ambaye hakufanyisha. Mungu amekataa na waharibu ndoa. Angalia mzee mwingine.
Wuka par ka boro wesare. Kutoka 18:2. Samwes ni bi. Soma aya usikie. Kendo mo wala gon. Uone jinsi ndoa ni ngumu ile ambayo mnachezea. Inasemaje? Musa oriembo Zipora chiege. Musa chiege modo ko koleto kacho oriembo dhako gi nyithindo. Musa akaamua kufukuza bibi na watoto wake wawili. Akaamka tu akamwambia jiandae uondoke. Mara moja. Chukua watoto wako na uondoke nao. Nyako wuok mori atati nyako tondelo mori. Msichana akaondoka akaelekea mpaka kwao. Nyako didalagi. Wacha msichana afike kwao. Kaita ngoma timo. Kisha nini katokea? Musa ngawa Jethro akachukua msichana wake. Achiel gi yawuote ariyo. Mageshon gi Elizar. Musa no wasabi. Abich wacho niya. Jethro nobiro ir Musa e god Nyasaye. Mane Musa oboroe. Kokelo ne chiege gi yawuote. Akasema sikuchezei, hebu toka nje. Vizuri tu na msichana wake. Akamwambia lala maana ni usiku. Akisha akamwambia inuka. Watembeze twende. Mpaka kwa mkwe. Akamwambia hebu toka nje, huyu mke wako. Musa akasema huyu ni mke wangu. Alilala wapi? Alilala wapi? Rafiki yangu. Mzee amerudisha mke wa huyu na mama wake wawili. Akawafanyisha kesi, akawacha msichana wa pale, akasema sitaki mchezo kwa ndoa. Wewe umeharibu ndoa kwa mambo ya upuzi kabisa. Unaharibu ndoa labda kwa uchoyo tu. Una uchoyo kama mtume mwenye wazimu. Kuna wanaume ambao ni wachoyo mno. Yesu nasikia. Akaniambia mimi si mbuzi nitafune mboga. Kama wewe mbuzi unaleta nini? Mmeka amempatia mboga ndiye alipika. Naye anasema mimi si mbuzi nitafune mboga. Wewe uleta nini? Wewe si mbuzi bali uleta nini? Na mboga hiyo ndiye alipata amekupatia. Ndio hata wao walikula. Wacha kwa ndoa. Hata watu wanajua wewe si mbuzi. Na mboga ndiye ilipatikana. Usiharibu ndoa maana ndiye Mungu. Ndivyo ilivyo mwana wa Mungu. Angalia huyu pia akataka kuharibu. Waamuzi 19. Kuharibu ndoa hakutakikani. Waamuzi 19:1. Endalo mane piny Israel pok obedo gi ruoth, Jolawi moro modak kuma bor e chuny gode mag nokendo nyako moro ma nyar Bethlehem Juda. To nyako no nodhaw kode moweye kendo odok dalagi Bethlehem. Kane osebet kuno kuom kinde madirom dweche 4. Yene jodhaw gi dhako kata ka gisedhaw. Dhako ko ne onge wach waweyi dala uka ine manikela. To kako joko dok idwa dala wanitie. Akamwambia ni wewe ulileta hapa, kama umekataa nani unataka sikuhitaji nami naondoka. Mke akaenda kwao na amekaa katilia kwao. Kaa nione kama huyo mtu atakuja ama haji. Naye pia akasema wacha kae kwao, kuna wake wengi. Akapata haiwezekani. Alipata haiwezekani. Sikiza. Mke akakaa miezi 4. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Watu wako wakamkalisha chini. Wakamwambia mtu atakunyang'anya. Wacha kucheza jinsi unavyocheza. Mtu atachukua mke wako mfuate. Usilete mchezo kama kwamba akipenda arudi. Mwanamke ni mtu anayehitajika na ulimwengu wote, kunyang'anya. Hapo kama hivyo. Kwa mwanamke ni baiskeli. Watu wakamwambia mtu wewe. Watu wana haja na wake. Mtu atakunyang'anya. Mfuate mkeo. Kataa mbele kichwa kwamba akae tu kwao. Anashinda kuuliza mashemeji uji. Mke wa nani anakupatia uji? Hebu soma mwisho wake. Baada ya miezi 4 akasema mzee nimevunjika nimekuja. Mzee akamwambia je, ulikuwa wapi? Tangu msichana huyu aje hapa ulikuwa wapi? Hebu sikia jambo hili. Wanawake nao ni wazuri. Amekaa kwao miezi 4. Hebu soma wale jinsi alivyokuwa ni mwema. Nokao jatich nigi kenje ne ariyo. Amechukua gari lake. Kane ochopo, chigi no nomose. Hebu ona jinsi mwanamke ni mzuri.
Wanawake wana roho nzuri. Aliyekupiga akakufukuza ukatoka. Ametoka anaenda kumlaki. Kisha akafanya nini? Akamlaki vizuri tu. Wanawake wanawapenda watu. Wanawake ni wazuri wenzangu. Haleluya. Mwanamke hata kama wewe ni mbaya jinsi kama mimi, anakupenda hata kama ulimpiga. Anakuita baba Ochieng. Baba Ochiweyo. Mwanamke amenyenyekea baba Ochiweyo ambaye ana sura mbaya mno. Ati baba dadi. Baba dadi. Miezi minne amemaliza kwao. Mtu alimpiga kumkanyaga chini. Na anapoenda kufika kwao tu hivi, baba dadi. Ama nimeona nini? Ukiona kila ambacho mwanamke anasifu, wengine watafuta wakakosa kitu. Wanawake ni wazuri. Wanaume wenzangu wacheni kuchezea. Amina. Hiyo ndivyo ilivyo. Huyu mtu alikataa kwa muda. Hebu soma mtumishi wa Mungu. Soma aya umalize. Baba mkwe akamkaribisha. Baba mkwe pia ni mtu mzuri. Na akupa mke na uenda na yeye. Sasa kama alikuja hapa kwetu, sikupatia uenda wapigwe. Kama ni kupigwa, hebu kaa hapa. Mtunzi atakuja. Hebu kaa chini. Ni nini iliwakosesha? Wewe unafikiria ni mchezo? Maana Mungu amekataa yule anayeharibu. Usiharibu ndoa na Mungu. Mungu amekataa usiae. Ukisikia imekushinda usioe. Mungu hataki mtu ambaye anasumbua mke. Msichana ukiona bado unataka kucheza denzi, mwambie mwanaume. Mwambie rafiki yangu, niliwacha kama sikumaliza nataka niende. Sasa kama muone wako mchoge tegede chopo. Nisema kama hii wanawake mwacha wa mwenzao wote wameondoka. Ni tabia hiyo si nzuri. Wanawake wamerudi kwao wote. Wanaenda kumaliza mahali waliwaachia. Na wewe ni mke wa mtu, unaharibu ndoa. Mungu hahitaji hiyo. Wacha upuzi na wewe ni mke wa mtu. Mungu hataki tendo hilo. Mungu hahitaji na yeye anaigusa ndoa. Mungu amekataa. Kwa nini? Kitabu cha Mhubiri 4:11. Mhubiri 4:11. Hebu soma mtumishi wa Mungu. Imeandikwaje? Inasemaje? Wacho ni kapiny ng'ich. Biabio chiko ka. Anzia 9. Ochiko wacho dia. Ochiko kona. Bedo ji ariyo ber moloyo bedo ng'ato achiel. Mane maruoth Nyasaye nonene. Ndivyo Mungu aliona ile mwanzo. Neno ka bedo ken rach. Aliona kuwa pweke kisha akasema nitampatia msaidizi. Wewe ambaye umemfukuza mke unataka kuwa peke yako, mbona ile hakuweza? Alijaribu kukaa pweke akashindwa. Je, unasikia ambaye ameandikwa? Kwa wawili kuzuri kuliko kama mtu mmoja. Kwa nini inyalo yudo pok maduong' kuom tich magitiyo? Wacho ni kachiel kuomgi opodho. Mmoja akianguka, to machielo nyalo chungo wadgi. Mwingine tamwinua. Ndio maana Mungu amekubali mke awe. Mwanamke anaweza kuona ukianguka naye akuinue. Mwanamke anaweza kuenda umepotea njia na atakuelekeza. Mwanamke anaondoa watu mahali pabaya. Ndio maana Yakobo akachukua nafasi ya kutumikia mwanamke. Yakobo alijua thamani ya mwanamke. Ndipo Yakobo akachukua jukumu la kutumikia mwanamke. Wenzetu apende chokro Yakobo kwa hili. Ninauliza mkutano, Yakobo alitunza kundi kwa miaka mingapi? Yakobo kwa hili alichunga kwa miaka mingapi? 14. Mwingine? Mwingine? Jikia. Watu hawajui. Na watu wa upande huu? Yakobo kwa hili. Yakobo alichunga kwa miaka mingapi? Alikuwa akichunga kundi ili apate mke. Yakobo alichunga miaka mingapi? Imewashinda. Metkaito. Mano kende. Jiteo gikamano.
Watu wote wamefikia hapa kwamba ni 12. Mwanzo 31:34. Kelo waswade. Leta aya tuendelee. Inasemaje? Uone jinsi watu wanateseka kwa sababu ya wanawake. Wewe kama mwanamke bure hata hata hujalipia mahari na unapiga. Hata wacho fragment to kosa mpradega ngweni tieki. Soma pradega ngweni tieki. Soma tu aya 34. Alafu Ruth 31:40. Ekinago duto chieng ne chama ilikuwa inapigwa na ari ya jua, toko chama gotieno kendo na baridi usiku. Kuom higni 20 Hebu rudia hapo tena. E kinde go duto chieng ne chama godiochieng to ne koyo chama gotieno kendo nindo ne ok tera. Kamano e kaka asetiyo ni Yakobo huyo kijaduong ne. Yakobo anamzungumzia mkwewe. Mwana wa Mungu. Soma twende. Kamano e kaka asetiyo ni kuom higni 20 ni 14. Tiyo higa 14. Nimekutumikia miaka 14. Unayumba hiyo. Nipate miaka wako wawili. Tiyo ni kuom higni 6. Nataka tiyo higa 6. Nikaongeza miaka 6. Nipate namna ya kutunza wake hawa. Na ikakanyelelea. Angalia jinsi huyu ni mwenye. Alitumika miaka 17. Tena akaongeza miaka 6. Ameshika miaka 6 ya kupata namna ya kulisha wake hawa. Angalia jinsi watu wanavyojukumika kwa sababu ya wanawake. Wewe unajua tu kupiga ambaye hata hujalipia mahali. Yakobo alichunga kuni kwanza. Msichana wa kwanza alikuwa anaitwa nani? Anaitwa nani? Akachunga kama tendo likatalia kwamba mzee amechukua msichana wa kwanza. Na huyu mkubwa ambaye alikuwa anapewa si yule ambaye alikuwa anahitaji. Kwa nini hakuwa anamhitaji? Mwanzo 19 aya 15. Bange Laban nowacho ne Jakobo niya. Labani akambia Yakobo, hufai kunitumikia bure, maana wewe ni jamaa yangu. Gima onego achuli. Kwa hiyo niambie cha kulipa. Alikuwa na wasichana wawili. Lea tomatin ne Rael. Lea ne ok jaber gika wange. To Rael ne nigi chia kendo no jaber. Jakobo nohero Rael. Anachunga miaka 20. Urembo tu urembo. Ndio maana alipopewa kila yule ambaye hakumpenda akija kwenda naye nyumbani Enoka akamwacha kwa nyumbani, akaenda mpaka kwa mzee baba mkwe, akaenda mkwe. Sichezi nawe tunaweza kukosana. Kuna kitu ndio ambacho nilikuwa ninakufanyia kazi ambacho nilipigwa ari kwa sababu ni nini ile umenipatia? Nenda ukasome peke yako utapata. Akaenda akamwambia mzee, nini hii? Kile si kuwa nakitumikia ambaye ukakicheka unafikiria nalia naenda naye wapi? Sichezi nawe. Akamkaa kataza mke. Mzee akamwambia, kijana, sikia, nimekubali. Wasichana siku zao waisha hapa kwangu. Niliwazaa waweze kuolewa. Kile ufanye kama yule ambaye nilikuwapatia haki ya kukuridhisha. Kuna kitu hapa kwetu kwamba msichana wa mdogo hawezi tangulia wa kwanza. Kama ni huyu unataka shika rungu. Yakobo kama nishika rungu ndipo nipate, maana huwezi kupata bure. Angalia vile watu wanavienda hasara kwa sababu ya nao wapewa bure na unachezea. Unajua kugonga kichwa kwenye ukuta. Je, unasikia? Yakobo akamwambia hiyo ni rahisi kwangu. Akashika rungu. Akasema nitachunga. Yakobo wako kwenye anaimba tu. Yakobo anachunga tu. Mpaka miaka 7 ikaisha. Miaka 7 inapotea.
akapata akatoa mke. Usimcheze. Yakobo naimba tu msituni. Usiku alikuwa anatafuta visiki, anawasha moto akiota. Ndiye anasema usiku sikulala na mchana sikupumzika. Watu wanachukua nafasi kwa wake zao. Wewe umefanya nini? Je, umefanyia binti ya wenyewe nini? Kumpiga ndio unajua kumpigia kelele. Kumtaka ndio unajua. Bwana Mungu hahitaji wanaharibu ndoa rafiki yangu. Ndio Mungu ameandika. Je, unasikia? Yakobo amechunga kabla Lea na Raheli. Akaomba na akachunga na akapewa. Mzee akawa umemaliza miaka 7. Akaandaa harusi. Yakobo akatoa mke. Si mchezo. Msichana ambaye unahitaji unaweza kumfia. Kile ambacho unahitaji unaweza kufia. Alichukua rungu akachunga mke huyu. Akimaliza miaka 7 ndipo akasema nitatafuta namna ya nitakavyowalisha. Wewe umeweka mwanamke anashinda njaa. Mwanamke anasema mbona mnakaa njaa hivi na mwanamume yu hai? Mungu hahitaji wale wanaovunja ndoa. Huwezi kuweka mke wa msichana wenyewe akae njaa. Wewe kutembea tu huna kazi. Ukipambazuka asubuhi umeshinda barabarani ukioa msaada. Macho yako ni kama macho ya pikipiki na yapanda mlima. Wacha kuchezea watu. Hataki watu wanaovunja ndoa. Mungu akikupatia mke, je, wajua mke huyu ni Mungu amekupatia ndio maana mnaishi na yeye. Mke huyu ni Mungu amekupatia. Mithali 19 aya ya 14. Soma mtu wa Mungu. Nafasi ipo. Mithali 19:14. Dala kod mwandu ema wuone nyathi weyone. Dhako marie to Nyasaye machiwo. Yesu ona Mungu amekupatia. Na wewe hata kama wewe ni sura mbaya kama mimi. Anakutii kweli. Mke ambaye Mungu ndiye amekupatia. Wacha kuvunja ndoa. Mungu ndiye anapenda watu. Huku fako. Kuna waume wenzako wazuri ambao kuliko wewe wana. Wengine wana mali kuliko wewe na hawana wake. Nawe una mke. Kwa hiyo chini michezo na Mungu. Ndoa haihitaji kuharibika. Dada yangu acha kuharibu ndoa. Wewe huku faka kuolewa. Una sura mbaya hata ukivaa nguo hata uonekani. Kwa hiyo bado mwana wenyewe anakuitii kweli kweli. Nayo unaleta shida kwako. Wacha kuvunja ndoa mwana wa Mungu. Mtii huyu mtu ambaye alikotoa kwenu. Mtii. Mtu huyu amekuondolea hivyo. Na kwa wewe ni sura mbaya saidi kuolewa. Bali mtu huyu akakutoa. Kwa hivyo ukipata mume, wacha kuharibu ndoa. Ongea na mwanamume ukiwa na shida naye. Ndivyo ilivyo wenzangu. Hebu nisome. Mwanamume ambaye unapata huku faa kupata huyo. Hebu nisome ni upate kuelewa. Mithali 31. Aya 23 hebu soma. Inasemaje? Kadega chel prayo kadega wachoni. Chore enja bura mongere. 23. Wachonia mar adek en nyako makiterach moyudo dichuo ni mwanamke wa tabia mbaya ambaye anapata kuolewa. Je, ulistahili kupata? Hebu urudilie usikie. Hebu soma. Mar adek en nyako makiterach mwanamke mbaya apatapo kuolewa ana sura mbaya kwenda na kurudi. Bali una mwanamume ambaye anakupenda kweli kweli. Umekaa umejitumbukiza ndani ya nguo unafanana chupa. Bali mwanamume anakupenda na anakuita mama watoto. Lakini ukiona mama watoto mwenyewe, wacha kucheza rafiki yangu. Ndio maana mtii mwanamume ambaye anakuoa. Imeandikwa aya 5:21. Soma aya tuomba. Imeandikwa aya 5:21. Mithali. Efeso beti yode. Awacha bukmale.
Waefeso 5:21. Olalo. Somana. Hebu soma. Efeso 5:21 wacho niya. Wacho niya. Inasema winjruok e kindu. Som. Kumiyogo Kristo duong'. Som. Unmon. Noruru ninyo wake. Mana mwanamke na timu wake. Mume ni mume, asiwe na pesa na wala pesa ni mume. Ndivyo imeandikwa. Mwanamke mtii mume wake, waleo hawatii waume zao. Ati siku hizi mnakopa pesa. Kama una 70,000 ambayo watachukua idako. Watakuja kutoa 70,000 na wanapata huna. Mtii mume, usimchezee. Kwamba siku hizi mwanamke amewekwa mwenyekiti na anakopa loan. Wanawake siku hizi wanateuliwa kwa mwenyekiti. Kwamba mwenyekiti pikipiki na nguruma inamsubiri mwenyekiti ambaye ni mama. Baada ya kuoga hata mwanamume akimuuliza, mama usu naondoka, unasema nimekuuliza unaondoka, tunauliza jibu, utapigwa mdomo. Mtii mume rafiki yangu, mtii mwanaume utapigwa mdomo kweli kweli, sikudanganya. Ama hivyo naambia wanaume waende wapige wake zao. Hebu enda upige uone. Mtii mwanamume. Mume ni mume hata kama ni mlemavu. Ni mume hata kama hana kazi. Hata kama hana pesa ni mume. Ni mume hata kama ni nini kinatokea. Soma kitabu mwanamume. Wacho niya. Inasema wacho niya. Beduru gi winjruok e kindu. Kumiyogo Kristo duong'. Noruru chuo mana kaka uloro Kristo. Nikech dichwe wi dhako. Mume ndiye kichwa cha mke. Ndivyo imeandikwa kwamba mume ndiye kichwa cha mwanamke. Usichezee mwanamume. Mume huyu anakushikilia mahali pakubwa, usimchezee. Mungu anakuambia mume usimchezee. Kwamba unauliza jibu. Mwanaume anakuuliza vizuri, umeondoka? Si umumbie tu mimi. Na sasa umeondoka, unaenda wapi? Hebu mwambie mahali unakwenda. Wacha kumdharau mume. Yesu, unasikia? Usichezee mume. Hebu mwambie mume mahali unaenda. Usimwambie unaniuliza jibu. Je, ulikuwa tayari? Haya ni madharau. Usimdharau mwanamume. Narudia, mwanamume amesoma, asiwe na asiwe amesoma ama ana pesa anasoma. Huyo ni mume wako. Ndivyo Biblia imeandikwa. Hebu mtii mume. Usimdharau mume. Kusoma umemshinda mwanamume kusoma. Pesa unayo umemshinda. Bado ni mume. Kwa hivyo mtii rafiki yangu. Ndivyo Biblia imeandikwa ili uweze kuendelea. Ukimdharau mwanamume, wewe ni msichana wa nani? Acha jambo hili. Badilika urudi nyuma. Mrudie nyuma mwanamume. Hakuna wakati utapita mwanamume. Uliumbwa mke, utawahi kuwa mwanamume. Hata uvae longi 3 utawahi kuwa mwanamume. Nimeona mwanamke mmoja amepita hapa amevaa longi. Wanaanza mwanamke ambaye amevaa longi, si mwanamume. Ndivyo ilivyo. Kwa mwanamke ni mwanamke. Uvae longi usivae, wewe ni mwanamke. Kwa hiyo mwanamke lazima amtii mwanamume. Usidharau mume. Mungu amekataa jambo hilo. Mungu hataki madharau. Usidharau mwanamume wako. Ameshikilia pakubwa. Wacha afe ndipo uelewe. Yesu, nasikia? Nianza kwanza kulia nianzeje? Wengine wanasema anza na sisi, tulikuwa watakuambia anza na sisi. Hebu anza na yule ambaye si wako. Wanaume wanakuambia anza na sisi. Hebu anza nao na uone. Utapata kama jinsi kazi yao ni ngumu pia. Wacha afe, maana unamdharau. Mungu atubariki kwa jina la Yesu. Wacha kuvunja ndoa, mengi kesho. Inukeni tuweze kuomba. Wasego niero kama nogo diambo diwo nuono. Temo no maber jaduong. Kendi gini geri maine mane chake. Yudo kwa walo kode sani. Chwa walo kode to mon walo kode oduore marach.
iyo wang kendo koro okider gi ji kata matin. Omi wuora kodok e ot ka. Nyasaye gini ng'iyo gi wang'i te. Ineno yero dichuo kod chiege timore ok mori kata matin. Giketho gima ine mane chako. Koro iwang malich. Adieri kata mana wan dhano. Kaneno ka ng'ato ketho gira mana loso ok daka mor kata matin. Koro ito di mor nade. Yemoni losnwa kendi jaduong' kendo joma ni kiyie mondo wamany wechegi mondo wayudgi puonjwa wechegi mondo ot ka otodoge wang'e. Auto yemoni daga kodgi teko no bet kodwa chokruok wadhi nyime gi weche mamoko ne Nyasaye obed ma jawar. Amen. Sai mondo gwego. Mercy singers, please, for the night. Aja kwa upesi na ujira mkononi mwake haraka kimbia toka dhambini, usidanganywe na mwovu shetani, ujipate uko nje ya mji ya watakatifu. Mbona wazidi kulegea dhambini? Bwana Yesu yuaja kwa upesi na ujira mkononi mwake kuwatuza. Haraka kimbia toka dhambini, usidanganywe na ujipate uko nje ya mji ya watakatifu. Wote walioshinda watakutana naye uso kwa uso, wakiuimba wimbo wa Mwana-Kondoo, wakimsifu Yesu. Atawafuta machozi walioshinda za dunia. Wote walioshinda vita watakutana naye uso kwa uso, wakiuimba wimbo wa Musa na Kondoo, wakimsifu Yesu. Atawafuta machozi walioshinda dhiki za dunia. Tengeneza mambo yako sasa ndugu, ili Yesu ataporudi tena akupate uko kuishi naye milele. Hakuna muda kweli wa kupoteza, hiyo tena moyoni mwako. Neno omba sana mwenzangu, ya dunia ubatili. Tengeneza mambo yako sasa ndugu, ili Yesu ataporudi tena akupate uko tayari kwenda kuishi naye milele. Hakuna muda kweli wa
kupoteza jioni tena moyoni mwako. Soma neno, omba sana mwenzangu, ya dunia ubatili. Wote walioshinda vita watakutana naye uso kwa uso, wakiuimba wimbo wa Musa na kondoo, wakimsifu Yesu atawafuta machozi walioshinda dhiki za dunia. Wote walioshinda vita watakutana naye uso kwa uso, wakiuimba wimbo wa Musa na kondoo, wakimsifu Yesu machozi walioshinda dhiki za dunia. Wote walioshinda watakutana naye uso kwa uso, wakiuimba wimbo wa Musa na kondoo, atawafuta machozi dhiki za dunia. Wote walioshinda vita watakutana naye uso kwa uso, wakiuimba wimbo wa Musa na kondoo, wakimsifu Yesu atawafuta machozi walioshinda dhiki za dunia.